Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi kipendacho, kipindi cha Kiswahili. Ni kipindi ambacho kwacho twaletea kila kaski, yani kila siku, kwa minajili yako wewe kuelimisha ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Basi kumbuka kwa ni kipindi ambacho kwacho mwaletewa naye Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi hii tasnia takrima kwayo tamrini Kiswahili. Bila kupoteza muda, natumai popote pale ulipo ubuheri wa afya wa mangarange ya mvule. Kwangu mie mzima hadidi ya kitai cha mkarara, nashukuru Maulana kwa kunenesha na kunipa siha anuai. Bila kupoteza muda mtazamaji, leo ikiwa ni tarehe ngapi? Leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi ukiwa ni wa 3 mwaka 2023 au 6. Tutataka tuangazie msamiati wa jikoni. Basi msamiati wa mekoni au jikoni ukipenda. Tunapoelekea jikoni, tutataka tuangazie mambo mengi ama vifaa vingi kwavyo au vyombo vingi vinavyotumika mle jikoni. Na kabla tuangazie vyombo hivyo, tutataka kwanza tujue jikoni au mekoni ni sehemu kupi hasa, ni sehemu wapi. Basi mekoni ni mahali ambapo bila shaka tuwadokezea au tuwaelezea fika kuwa hutumika katika upishi, ama ni mahali pa kupikia kwa kutumia nini? Wapikia kwa kutumia majiko na vyombo vya aina mbalimbali. Napozungumza kuhusu jiko, tunajika aina ainati, yani aina mbalimbali au aina tofauti ukipenda. Tuna jiko la gesi, tuna jiko la nini? Tuna jiko la mafiga matatu ambao tumia mawe matatu katika kuinjika chungu. Tuna jiko la utambi, yani stovu, na majiko mengine mengi ambayo kwayo hutumika katika matumizi mbalimbali mtazamaji. Basi meko ni meko tu katika hali ya umoja na wingi. Mara nyingi watu dhamiria kwa kuwa neno meko huorodheshwa katika ngeli ya lia, eti wingi wa jiko ni meko. Tafadhali, ni uongo mtupu sana. Jiko wingi wake tu ni majiko, ngeli ya lia, lakini meko ni meko tu, usalia vivyo hivyo katika ngeli ya izi. Basi wacha niandika hapa maada halisi. Natumai uko na matini yako pamoja na kalamu ili uweze kuyanakili yale yote nitakuwa nikiwadokezea. Basi mekoni nimesema tutataka tuangazie misamiati kwayo, na bila shaka tukianza na hilo neno meko, nimesema ni mahali jikoni penye mafiga. Mafiga ni yale mawe matatu. Vile vile tunaweza sema Afrika kuwa meko ni chumba maalum cha kufanyia shughuli za upishi ama za kupika ukipenda. Na wingi wa meko nimesema ni meko katika ngeli ya izi. Kisha nikasema jiko wingi wake ni majiko, ngeli ya lia, kifaa chenye moto kinachotumika kwa kupika. Vile vile niliweza kuwatajia jiko la tambi, gesi, mvuke na jiko la kubanika. Jiko la kubanika lile jiko ambalo kwalo tumika katika kuoka pale wanapooka mkate. Kuoka ni ile hali ya kupika mkate. Katika kupika huko tunaita kuoka. Basi hayo ni baadhi yao kwa ya jiko au majiko. Tuna masizi. Masizi ni nini mtazamaji? Masizi au mashizi ukipenda ni ule uchafu mweusi uletwao na moshi. Moshi unapowaka kuna ule uchafu mweusi ambao hutokea. Huo uchafu ndio kwao huitwa masizi au mashizi. Masizi au mashizi. Kando na huo moshi tuna jivu.
Natumai wengi wetu tunajua jivu ni nini, na bila shaka jivu ni ule tu msala au masala kama vumbi au unga hivi, na masizi. Basi mtazamaji, kumbuka Fikakoa ni kipindi ambacho niliwadokezea Fikakoa tulipoanza. Wakati mwingine kuna mambo tutakuwa yabidi tubadilishe katika lugha nyenzi ya Kiingereza ili uweze kufahamu kwa upana sana. Maana niligundua Fikakoa wengi wetu mnaenzi sana Kimombo. Basi tunapata labda kuna mambo unajua kwa Kimombo lakini Kiswahili ni shida. Kwa mfano hapa labda ulikuwa unajua suit lakini hukuwa unajua kwa Kiswahili, basi hiyo suit ndio tunaita masizi au mashizi. Kisha tuna jivu. Jivu tu ni ule unga ambao utokea pale unapopika, ama vumbi ambao ubaki baada ya kupika kwa makaa au kuni. Basi katika lugha ya Kimombo tunaita ash. Kisha kando na jivu tuna ukoko. Basi ukoko ni nini? Ukoko ni yale masalia ambayo salia ama ubaki chini ya sufuria ama chombo chochote kile ambacho kwacho tumika katika upishi. Baada ya kupika utapata Fikakoa kuna masalia yanayobaki yamekwama katika chungu au sufuria baada ya kupakua kilichopikwa katika vyombo hivyo, huitwa ukoko. Chamilecho wahedi waliokulikuntu junguku halikosi nini? Halikosi ukoko. Tuna dohani. Dohani ni lile bomba ambalo kwalo upitisha moshi, ama bomba la kupitisha moshi kutoka mekoni wanapopika. Kuna lile bomba, ukienda katika zile kampuni kubwa ama hata shule wamejenga jikoni kubwa sana ambayo bila shaka hutumiwa kwa minajili ya mapishi. Utapata kuna bomba fulani ambalo limewekwa juu yake la kupitisha moshi. Hilo bomba tunaita dohani. Katika lugha ya Kimombo labda kisayansi tunaita chimney. Kisha kando na dohani tuna kikango. Kwa wale wapenzi wa chapati na mandazi, natumai mnajua kikango. Na vile vile kuna wale wapenzi wa mayai ambao bila shaka wanapenda kukaanga mayai. Basi kango ama kikango ni chombo au kifaa cha mekoni. Ni aina ya sufuria ambayo hutumika kukaangia vyakula kama vile mayai, vimanda. Tafadhali tuna vimanda au kimanda. Kimanda ni mayai yaliyokangwa mchanganyiko wa kuna pale nyanya, vitu vingi, kachumbari nini, basi huitwa kimanda. Mayai yaliyokangwa kwa aina yake ama kwa haiba yake, mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama. Basi kikango nimesema chombo au kifaa ambacho hufanana na sufuria, basi huitwa omelette katika lugha ya Kimombo. Yes. Kikango tafadhali kuradhi ni frying pan. Ni frying pan ama pan ukipenda, frying pan. Kisha hiyo kimanda, hiyo ndio omelette tafadhali. Hii nyingine ni frying pan ama pan ukipenda. Tunaita frying pan kwa sababu hutumika kukaanga kikango, frying. Kisha tuna mbuzi. Tafadhali tunapozungumzia kuhusu mbuzi, tunazungumzia mbuzi aina ya chombo, sio mnyama. Ni kifaa cha kukunia nazi
kile kifaa ambacho kwacho kiwana nazi, wataka kukuna nazi ili labda kupata mchicha ama labda chochote kile ambacho unahitaji kwenye nazi. Basi tuna mbuzi. Ni kifaa cha kukunia nazi ili kutoa chicha na kupata tui. Kisha kando na mbuzi tuna susu. Susu natumai bibi zetu, yani akina nyanya. Ninapozungumza kuhusu bibi ni nyanya. Ulikuwa unapata tukakuwa kitambo au wazazi wetu wale wa kitambo, mara nyingi walikuwa wanatumia kifaa fulani, wananing'iniza kwenye dari. Wakikwisha ning'iniza kwenye dari wanaweka vyombo. Basi susu ni kifaa kinachoning'inizwa darini cha kuhifadhia viungu au sahani. Ilikuwa inatengenezwa kwa kamba hivi, kisha kinaning'inizwa kwenye dari, kinaning'inia, alafu wanaweka pale, wanaingiza chini yake, wametengeneza vizuri, wanaingiza sufuria ama chochote kile au sahani. Kisha tuna ufu. Ufu mtazamaji ni nazi iliyokunwa. Nazi iliyokunwa huitwa ufu. Kisha kando na nazi iliyokunwa ambayo ni ufu tuna karo. Karo kwa kimombo ni sink ama sinka, ni sink. Ni mahali penye bomba la maji la kuosha vyombo, yani sehemu ya kuoshia vyombo, karo au sink. Kisha kando na karo tuna kwinga. Kwinga au kinga ukipenda au kijinga ni mkungu ni nini? Mkungu bila shaka tuelezea kuwa ni kifungu cha chungu. Chungu ni kifaa ama chombo kilichofinyangwa kwa udongo, ambacho kwacho chombo hicho kilikuwa kinatumika kuhifadhi maji. Sielewi hapo bado kipo hadi sasa hivi. Au vile vile kuna ile aina yake ambayo kilikuwa kinatumika katika mapishi. Ungepata kina bibi zetu au nyanya zetu wakitumia katika upishi, labda wakitaka kupiga pure. Pure ni mchanganyiko wa maharagwe na mahindi, mtazamaji, ambao watu wengi huita githeri, lakini si githeri, kwa Kiswahili ni pure au kande ukipenda. Basi mkungu ni kifungu cha chungu. Basi ile funiko, natumai chungu najua ni pot. Basi kile kifuniko cha chungu ama pot ndio huitwa mkungu. Kisha tuna bario. Bario ni nini? Bario mtazamaji pia huitwa kiporo au mwiku. Kiporo au mwiku ni chakula kilicholala. Chakula kilicholala kinaitwa bario, mwiku au kiporo. Katika lugha ya kimombo ni leftover au leftover mtazamaji. Chakula kilicholala huitwa bario. Kisha tuna chano, ni sinia kubwa au ubao au ua ya kupakulia chakula. Ile sinia kubwa ambacho kwacho tumika kupakulia chakula, labda kukiwepo na wageni wengi, huitwa chano. Yaweza kuwa ya bati au mbao, mtazamaji. Tuna birika. Basi nadokezea kwa ni ball, hapo unalifahamu. Kisha tuna nini? Tuna birika. Birika ni chombo cha kutilia chai au kahawa, au izaita kettle au kettle.
birika, kettle au kettle. Tuna buli, ni chombo cha kutilia chai pia au kahawa, ambayo pia yani pia huitwa birika, natumai nimekwisha elezea. Kisha tuna kinu, tuna hapa kinu. Basi kinu, mtazamaji, ni kile kifaa ambacho kwacho ukitaka kutwanga nafaka, kama vile labda kuna njugu, labda wataka kutengeneza borohoa. Borohoa ni yale maharagwe yaliyopondwa pondwa na kufanywa kwa nini, kwa kitoweo, mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama. Basi ungetaka kupondoa ama kuponda ponda maharagwe hayo, ulikuwa wapata mtu anachukua kifaa fulani ambacho kimetengenezwa kwa ubao, kisha ana nini, yaingiza ama yatumbuiza ndani maharagwe au njugu. Kisha ukishaingiza ndani, unaanza kuponda ponda, na unaponda ponda ukitumia mchi. Mchi ni kile kifaa kijiti fulani ambacho kinatumika katika kuponda ponda. Kifaa hicho bado kipo, kinatumika bado, mtazamaji. Ukitembea mijini utapata kuna zile ndogo ndogo na kubwa kubwa. Basi kinu tumika pamoja na mchi. Tuna uteo. Basi mtazamaji, uteo tunadokezea kwa kuwa ni kifaa cha kupepeta vitu kama vile nafaka, kilichotengenezwa kwa chane au na miwale. Uteo, kile kifaa ambacho unatumia kupepeta nafaka kwa kimombo ni cereals. Labda tuseme una mahindi yako na kuna uchafu kwenye mahindi, au kuna njia mbadala ambayo unaweza tumia kupepeta. Kupepeta ni winnowing, mtazamaji. Basi utaweka kwenye kifaa fulani, kifaa hicho huitwa uteo, na kupepeta ili kuondoa uchafu. Tuna upawa. Upawa ni kijiko kikubwa ambacho kwacho tumika kuchotea mchuzi au pawe pia ukipenda, na pia ni chomba aghalabu cha kifaa cha nazi, na ufanana na kijiko nimesema hutumika kukorogea ama kuchotea mchuzi. Kile kijiko kikubwa sana, mtazamaji, huitwa upawa au pawe. Basi tukimalizia tuna nini? Tuna kifumbu. Mtazamaji, kifumbu pia huitwa kung'uto. Basi kung'uto au kifumbu ni nini? Ni chombo cha mia chenye umbo la mduara, na chombo hicho bila shaka tudokezea kuwa hutumiwa katika kuchujia nazi. Ukitaka kuchuja nazi ili kupata tui, unaondoa yale machicha, basi utatumia kifaa hicho ili kuchuja nazi na kupata nini? Na kupata tui, mtazamaji. Tuna karabai. Karabai pia ni aina mojawapo ya vyombo vya mwekoni, na bila shaka karabai tu ni tambi ama taa yenye utambi wa kimia, na hutumia mafuta ya taa, na bila shaka tudokezea kuwa uti wa upepo, karabai. Ingine pia utasikia wakiita koroboi. Kisha tuna joko au tanuri. Basi ukienda katika kampuni ya kuoka mikate, utapata jiko fulani lililojengwa na hutumiwa kuchomea vitu kama vile wakioka mkate ama wakichoma chokaa, mtazamaji, basi watumia chombo hicho. Basi hutengenezwa kwa labda kwa udongo, unaweza tengeneza kwa udongo. Ukienda katika kampuni ya kuoka mkate, bila shaka utapata kifaa hicho.
kuna cha udongo ile tu ya nyumbani mtu anaweza tengeneza. Kampuni siku hizo wanatumia njia tofauti tofauti, wengine bado wanaitengeneza kwa njia ya udongo mtazamaji, na huwa na moto hatari ambao huwezi ukafikia tu hivi hivi. Tuna kichujio, kifaa kile ambacho kwacho watumia kuchujia chai ama kutenganisha majani na chai, huitwa kichujio. Tuna sinia, natumai mnajua sinia ni sahani tu kubwa ya mviringo na ufanana na chano, ambao hutengenezwa kwa madini ya bati au shaba. Tengenezwa kwa madini ya bati, wingi wake ni mabati au shaba. Shaba ni kama bronze huitwa shaba. Kisha tunakata, tukimalizia tumesalia na mawili hivi tukamilishe kipindi. Kata ni neno ambalo ukiangazia kwenye kamusi huwa na maana zaidi ya moja, lakini tunataka sasa tuzungumzie maana kwayo chombo cha mikoni, na bila shaka chombo hiki hutumika ama hutengenezwa kutokana na nusu ya kifaa cha nazi na kutiwa mpini. Mara nyingi kazi yake huwa ni kuchotea maji ya kunywea. Ukitaka kunywa maji uchotea au kunywea maji mtazamaji. Kifaa hicho kilikuwa kinatumika kitambo, sijui hata siku hizi naona iko. Wakati kulitokea kuna nini fulani ilitokea, uji fulani inaitwa uji pawa, nilikuwa naona wakitumia kifaa hicho kuwekea uji, na watu bila shaka walikuwa wanapenda sana, wanaenzi. Basi kwa kimombo ni calabash. Kata, wakati mwingine ukiangazia kisawio kingine unaweza pata huitwa pia njele. Basi nimesema kata ina maana zaidi ya moja. Ukienda utaangazia, wakati ule tutaangazia vitawe, nitakuelezea kata ina maana gani tena. Maana utapata pia ni kitambaa anachofungwa mwari ama mtoto wa kiume kitoka jandoni bado, na pia kitambaa ambacho uviringwa mwanamke akitaka kubeba kitu, kwa mfano ndoo ikiwa na maji, ataivingirisha kitambaa kisha anaiweka kichwani pake, halafu anatia ndoo au yaweka ndoo. Kisha mwisho kabisa tuna legeni. Pia ni aina mojawapo ya chombo cha mikoni, na chombo hiki huwa ni chombo cha madini. Bila shaka hutumia kuokea mikate ya kumimina. Wale wanaooka mikate bila shaka mnafahamu chombo hiki huitwa legeni. Basi mtazamaji, nitakuwa tu nikikamilisha kipindi. Kasiki nyingine tukirejea, labda tutaweza kuangazia viungo vya kupikia kama vile bizari, siki, pilipili, iliki, mdalasini, karafuu, chumvi, nyanya, tangawizi na mengine mengi. Na vile vile pia tutaweza kuangazia vitendo mekoni au jikoni, hali ya kuinjika, kuepua. Basi tuna mambo mengi, bado safari ni ndefu. Ndipo kwayo tumeanza safari chambilecho wahedi walikulukuntu mwanzo wa ngoma nilele. Basi kaditadi tamati na ngangu na shusha kwa mahanjamu kedekede mtimani mwangu, natumai tutiana mbonini majaliwa ya manani. Chambilecho wahedi walikulukuntu, kilicho na mwanzo mathalani mtazamaji huwa na mwisho. Uwe na wakati usiko na bugda wala mishimishe kaditadi utakapofalikiana katika